الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: عنوان هذه الأبيات القول في القرآن الكريم. القول في القرآن الكريم. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول أي أعتقد، naitakidi katika Qur'ani zilivyokuja aya zake. Wa aqulu, naitakidi fil Qur'ani, katika Qur'ani, ma jaat bihi ayatuhu, vile zilivyokuja aya zake. Vile vile zilivyokuja aya zake ndivyo ninavyoitakidi. Fahuwa alkarimul munzalu, Qur'ani ni karim, Qur'ani ni tukufu. Almunzalu, yenye kuteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu fil qur'ani ma jaat bihi ayatuhu, naitakidi katika Qur'ani vile zilivyokuja aya zake. Fahuwa alkarim, Qur'ani ni karim, Qur'ani ni tukufu. Almunzalu, yenye kuteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشارح: قوله وأقول أي أعتقد، نيتكيد. والقرآن لغة مصدر من قولك قرأت، أو من قولك قرأت إذا تلوت. قرآن لمصدر ينن لako قرأت إذا تلوت، ukisoma masdari yake ni Qur'an. ومن قولك قرأت الشيء إذا جمعته، pia imechukuliwa na neno lako qara'tu shay'a idha jama'tuhu, nikikusanya. Pia ni maana ya qaraa, kukusanya kitu. hiyo ni fi lugha. Wa shar'an, alquran huwa kalamullah ghayru makhluqin المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. القرآن هو كلام الله غير مخلوق، ni maneno ya Allah ambayo hayakuumbwa. Qur'ani ni maneno ya Allah ambayo hayakuumbwa. Almunzalu ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam, maneno yenye kuteremshwa kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril, kwa wasita wa Jibril alayhi salam. Bilafdhihi al-arabiy al-muta'abbad bitilawatihi, kwa matamshi ya Kiarabu ambayo huabudiwa Allah kwa kuyasoma. Al-maktubu fil mushaf au al-maktubi fil masahif, yenye kuandikwa katika misahafu. Hii ndiyo taarifu, maelezo kamili ya Qur'an. Qur'ani ni maneno ya Allah ambayo hayakuumbwa, yaliyoteremshwa kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril, wa wasita wa Jibril alayhi salam. Bilafdhihi al-arabi, kwa matamshi yake ya Kiarabu. Al-muta'abbadi bitilawatihi, ambayo huabudiwa Allah kwa kuyasoma. Mtu anaposoma Qur'ani ni kwamba ni ibada, anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na anapata thawabu kwa kusoma Qur'an. Al-maktubi fil masahif, yaliyoandikwa katika misahafu. Hii ni taarifu ya Qur'an. Wa aqulu fil Qur'ani ma jaat bihi ayatuhu, naitakidi katika Qur'ani vile zilivyokuja aya zake. Ay ayatul Qur'an, zilivyokuja aya za Qur'an. Wal ayatu naw'ani,
aya ziko sampuli mbili. Ahaduhuma ayatun shar'iyya, kuna aya za kisheria, wa hiya ayatul Qur'anil Karim, ni aya zote za Qur'ani tukufu, hizi zinaitwa ayat shar'iyya. Wathani ayatun kauniyya, kuna ayat kauniyya kashamsi walqamar wassamawat wa nahwi dhalik, hizi zinaitwa ayat kauniyya, aya za kilimwengu, jua, mwezi, mbingu na mfano wa vitu hivyo. Fahuwa alkarimul munzalu, Qur'ani ni tukufu. Alkarim huwa alladhi faqa aqranahu fi sifati alkamal, Qur'ani ni tukufu kwa vile imeshinda wenzake katika sifa za ukamilifu. Hakuna chochote kilichoandikwa ambacho kitafikia ukamilifu wa Qur'ani. Chochote kitakachoandikwa na chochote kilichoandikwa hakuna kitakachofikia utukufu wa Qur'an, kwa sababu Qur'ani ina sifa kamili. Falkarimu minar rijali man faqa aqranahu minar rijal fi sifati alkamal, walkarimu minal kutub ma faqa aqranahu minal kutub fi sifati alkamal, wa hakadha. Asema mtu karimu ni yule ambaye amewashinda wenzake katika watu watukufu, yeye amewashinda katika sifa za ukamilifu, ndio anaitwa karimu. Na hivyo hivyo Qur'ani imeshinda wenzake katika kila kitabu kilichoandikwa. Qur'ani imeshinda katika sifa za ukamilifu. Wa hakadha wa minhu qawluhu ta'ala innahu laqur'anun karim. قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم. ابن كثير يفسره كريم ومعنى عظيم، هي قرآن iliyoteremshwa kwa Muhammad ni kitabu adhim, kitabu kikubwa. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. قوله المنزل أي من الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قرآن مترمشوا kutoka الله ameteremshiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama qala ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Ameshuka nayo Qur'ani ar-ruhul amin Jibril kwa juu ya moyo wako ili uwe katika wenye kuhofisha. Maana albayt, maana ya ubeti huu, anna mu'taqadi wa iqrari wa mu'taqada ahli sunnati wal jamaa fi al-Qur'an huwa ma jaat bihi ayatuhu. Itikadi yangu na ikrari yangu, kukubali kwangu na itikadi ya ahlus sunnati wal jamaa katika Qur'an ni vile zilivyokuja aya zake. fahuwa alkarimul azimul munzalu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani ni kitabu kitukufu, ni kitabu adhim kilichoteremshwa kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال الإمامان الجليلان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهما الله كما في عقيدة الرازيين، قال والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. قرآني لمنين يا الله يسيو أمبوا بجميع جهاته، وپande zake zote ni maneno ya Allah ambayo hayakuumbwa. وقال رحمه الله تعالى ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. أبو حاتم أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي wanasema anayedai kwamba Qur'ani imeumbwa basi huyo ni kafiri, amemkufuru Allah mtukufu
ukafiri ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Anayesema kwamba Qur'ani imeumbwa, huyu ni kafiri, amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, tena ukafiri unaomtoa katika Uislamu. Waman shakka fi kufrihi mimman yafhamu fahuwa kafir, na anayetia shaka katika ukafiri wake katika wanaofahamu neno hilo, basi huyo pia ni kafiri. Kuna itikadi potofu katika baadhi ya vikundi vya humu ulimwenguni, katika baadhi ya firaq dhalla ni Mu'tazila. Mu'tazila ni katika vikundi dhalla vilivyopotea ambavyo vina itikadi hii kwamba Qur'ani imeumbwa. Qur'ani ni maneno ya Allah yameumbwa. Hii ni moja katika itikadi mbaya za Mu'tazila. Al-Ibadiyya pia wanafuata itikadi za i'tizal za Mu'tazila. Al-Ibadiyya wanajulikana, wengi wanaishi katika nchi ya Oman kule Muscat, wengi wanaishi kule, pia wana itikadi hizi za Mu'tazila. Wengine wana itikadi za Kikhawarij, nyingine itikadi za Khawarij, nyingine itikadi za Mu'tazila. Kwa hiyo hii ni moja katika itikadi yao potofu ya kusema kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah yameumbwa. Idhan anayesema kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah yameumbwa, al-Imamani al-Jalilan Abu Zur'a wa Abu Hatim wanasema huyu amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fahakamu alayhi bilkufr lianna al-Qur'ana kalamu Allah subhanahu wa ta'ala wa kalamuhu sifatun minhu. Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno yake ni sifa yake. Ni sifa yake. Ni kama kusema uso wake umeumbwa. Uso wa Allah umeumbwa, ndio maneno ya Allah anayesema kwamba yameumbwa. Wama kana min Allah subhanahu wa ta'ala la yajuzu alqawlu fihi bilkhalq, kitu ambacho kinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala hakifai kusema kimeumbwa. Liannaka law qulta bihi faqad qulta hinaidhin bikhalqi ba'dhi Allah, ukisema hivyo ni kwamba umesema wakati huo huo kwamba kuna kuumbwa kwa baadhi ya Allah, baadhi ya Allah ameumbwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji wa kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji wa kila kitu. Sasa unaposema kwamba maneno ya Allah yameumbwa, hii ni kama umesema kwamba baadhi ya Allah ameumbwa, naye ameumbwa na kitu kingine. Kipi kilichomuumba Allah? Mmefahamu vizuri? Mtu anayesema maneno ya Allah yameumbwa ni kama amesema baadhi ya Allah pia yeye mwenyewe ameumbwa baadhi yake, sababu maneno yameumbwa maneno yake. Manifahamu? Kwa hiyo maneno ya Allah hayakuumbwa. Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa, kwa sababu ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس في اعتقاد أهل السنة: فالحاصل أن مذهب أهل السنة في القرآن هو أن القرآن بلفظه ومعناه كلام الله حقيقة تكلم به. جواب نكوانبا مذهب ya ahli sunnati wal jamaa katika Qur'an ni kwamba Qur'ani kwa matamshi yake na maana yake ni maneno ya Allah ya hakika. Takallama bihi, ameyasema mwenyewe. Wasami'a bihi minhu Jibril akayasikia. Wasami'a min Jibrila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akayasikia maneno haya kwa Jibril. وسمع الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم, الصحابة nao wakayasikia kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى تكلم بصوت يسمع, Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema kwa sauti inayosikiwa. Mmefahamu vizuri? Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema maneno yake kwa sauti inayosikiwa.
manake kuna itikadi nyingine za Ash'ira kama itakavyokuja, wanasema maneno ya Allah hayana sauti. Maneno ya Allah hayana sauti. Ukisema hayana sauti ni kwamba hasikiwi, hasikilikani. Na Allah anasema wa kallama Allahu Musa taklima, Allah amemsemesha Musa kumsemesha. Sasa Musa hakusikia au alisikia? Alisikia. Hasa ukisema maneno ya Allah hayana sauti, tayari umefanya taharifu. Sasa Jibril angesikia vipi maneno haya Allah? Jibril angeyasikia vipi? Halafu akateremsha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi? Ameyasikia vipi Jibril kama hayana sauti? Manifahamu vizuri? Idhan wa anna Allah ta'ala takallama bisautin yusma'. Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema maneno yake kwa sauti inayosikiwa. Wa kama anna lahu dhatan la tushbihu dhawat fakadha sifatuhu la tushbihu sifat. Wale Ash'ira wanadai kwamba ikiwa maneno ya Allah yatakuwa na sauti yatafanana na maneno ya viumbe. Mimi simasikia sauti yangu hapa Sasa ukisema kwamba maneno ya Allah yana sauti, mbona itakuwa yana sauti kama maneno ya wanadamu yanasikika? Hii ndiyo hoja yao. Kwa hiyo wanadai kwamba maneno ya Allah hayana sauti. Sasa hii ukiangalia ni hoja ya nini? Ya kiakili, si hoja ya naqli. Manake hakuna dalili katika Qur'ani wala Sunna inayosema hivyo kwamba maneno ya Allah hayana sauti. Hakuna dalili katika Qur'an wala katika Sunna. Hii ni akili zao. Lakini ukiangalia dalili ni kwamba maneno yana sauti. Maneno ya Allah yana sauti, ndio maana Musa ameyasikia, ndio maana Jibril ameyasikia. Dalili katika Qur'ani na Sunna. Manifahamu au maniangalia tu? Tayeb. Idhan wao wanasema kwamba ukisema Allah maneno yake yana sauti, itakuwa maneno yake yanafanana na viumbe, kwa sababu viumbe vyote maneno yao yana sauti. Wanadamu maneno yao yana sauti. Lakini kama tunavyosema, na wao pia wanakiri kwamba Allah ana dhati ambayo haifanani na dhati zingine za viumbe, na vile vile sifa zake hazifanani na sifa za viumbe. Wao wanakiri kwamba Allah ana dhati. Ash'ira wanakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana dhati ambayo haikufanana na dhati za viumbe. Sasa hivyo hivyo maneno yake yana sauti, lakini hayakufanana na sauti za viumbe. فلذلك قال وكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. Kama ilivyo kwamba Allah ana dhati ambayo haifanani na dhati za viumbe vyake, vile vile sifa zake hazifanani na sifa za viumbe vyake. Mafumu hadha kalam? Mmoja katika Ash'ira ametunga kitabu nadhmi, anasema nusammi llaha shay'an la kalashya wa dhatan an jihati sitti khali. Nusammi llaha shay'an la kalashya, tunamuita Allah ni kitu lakini si kama vitu vingine. Tunamuita Allah ni kitu lakini si kama vitu vingine. Wa dhatan, na tunamuita Allah ni dhati. Shafahamu, tunamuita Allah ni dhati lakini si kama dhati za viumbe vyake. Shafahamu. Kwa hiyo wanathibitisha kwamba Allah ana dhati lakini haikufanana na dhati za viumbe vyake, na hivyo hivyo wanatakiwa wathibitishe kwamba Allah ana maneno yana sauti lakini haikufanana na sauti za viumbe vyake, na sifa zake zote ni hivyo. Kama wanavyosema maulama, alkalamu fi dhat far'un 'anil kalami fi sifat. Alkalamu fi dhat far'un 'anil kalami fi sifat. Kama unavyothibitisha kwamba Allah ana dhati ambayo haikufanana na kiumbe chochote, na hivyo hivyo sifa zake hazikufanana na sifa za viumbe vyake. Sisi wenyewe hatukufanana.
Huyu kila mmoja ana sauti yake katika sisi, sio? Hasa vipi tutafanya na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo itikadi ya ahli-sunnati wal jamaa ni kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameyasema kwa hakika na yana sauti. يقول وكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فكذا صفاته لا تشبه الصفات وكذلك صوته لا يشبه صوت أحد من خلقه. vile vile sauti yake haifanani na yoyote katika viumbe vyake. ونحن نتكلم بالقرآن بأصواتنا فأصواتنا مخلوقة ولكن كلام الله تعالى غير مخلوقة. sisi tunazungumza, tunasoma Qur'ani kwa sauti zetu, kwa hiyo sauti zetu zimeumbwa, lakini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayakuumbwa. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هي عقيدة لأهل السنة والجماعة. وأما الأشعرية والماتريدية فقالوا كلام الله كلام نفسي بدون حرف ولا صوت ولا يتجزأ ولا يتبعض. هذا تكليف. wanasema maneno ya Allah ni maneno ya kinafsi, ya kidhati, hayana herufi wala sauti wala hayagawanyiki. maneno ya Allah hayana herufi wala sauti, walaysa fihi amrun wala nahyu, wala hayana amri, hayana kuamrisha wala kukataza. hii ni itikadi ya kina nani? Ash'ari na Maturidiyya. ni itikadi potofu. hayana harfu vipi? hivi tutasoma Qur'ani sasa, Qur'ani haina harfu. Qur'ani ni maneno ya Allah, hayana harfu. hizi zipo hapa, alif lam mim, si alif na lam na mim, vipi hayana harfu? Sasa wao wanaangalia akili zao, hawaangalii naql, nukuu za Qur'ani na Sunna. na mtu anatakiwa atangulize naqli kuliko akili yake. أما التوراة والإنجيل والقرآن يقولون فليس كلام الله على الحقيقة بل هو مخلوق. أو أشعرية نما تريدية ونسمى أما التوراة نا إنجيل نا قرآن سيو maneno ya Allah kwa hakika, bali yameumbwa. وهو كلام الله مجازا، haya ni maneno ya Allah kwa majaz, لأنه دال على كلام الله النفسي. haya yanafahamisha juu ya maneno ya Allah ya kinafsi, ya kidhati. wanasema hii ni majazi. Qur'ani iliyoandikwa ni majazi, sio hakika. si hakika kwamba ndio maneno ya Allah. yako wapi sasa maneno ya Allah? wakiulizwa yako wapi? kwa hiyo hii ni itikadi potofu ya Ash'ariyya na Maturidiyya. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. huyu ndiye wanayejinasibisha nao naye Ash'ira. Abu al-Hasan al-Ash'ari ndiye ambaye Ash'ira wanajinasibisha naye. huyu alikuwa na akida ya i'tizal kwa muda wa miaka 40. kwa muda wa miaka 40 alikuwa ni mu'tazili, ana akida ya i'tizali. sasa Ash'ira wakachukua itikadi zake, halafu huu kataraja, akawacha itikadi ile, akawacha itikadi potofu, akarudi katika itikadi ya ahli-sunnah wal jamaa baada ya miaka 40. Abu al-Hasan al-Ash'ari akatunga vitabu vya itikadi ya ahli-sunnah wal jamaa. moja katika vitabu vyake ni hii al-Ibana an usuli diyana. يقول الكلام في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. قال أكتوى دليل وقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قرآني
ni maneno ya Allah ambayo hayakuumbwa. Akatoa dalili, qala Allah ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala alimsemesha Musa, nabii Musa kumsemesha. Wataklim almushafahatu bilkalam. Abu al-Hasan al-Ash'ari anasema wataklim almushafahatu bilkalam, ndio taklim, ile kumsemesha mtu kwa maneno hasa. Kwa hiyo Allah alimsemesha nabii Musa mushafaha. ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره مخلوقا في شيء سواه. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله haijuzu kuwa maneno ya mwenye kusema yameingia katika kitu kingine, yameumbwa katika kitu ambayo siye yeye. Halafu kuna itikadi ya alwaqifa. Alwaqifa ni mtu anayesema kwamba mimi ni mutawakif, sisemi Qur'ani imeumbwa wala haikuumbwa. Huyo anayesema hivi maulama wanasema ni mubtadi, zushi. Anayekaa katika kati anasema mimi sisemi kwamba imeumbwa au haikuumbwa, huu ni mzushi. يقول الواقفة هم الذين وقفوا في القرآن فقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. hatusemi kwamba Qur'ani imeumbwa wala haikuumbwa. Kwa hiyo huyu ni mubtadi. Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa. hii ndio itikadi ya ahli-sunnah wal jamaa. يقول الخلاصة، يقول أهل السنة إن القرآن كلام الله حقيقة وأنه غير مخلوق. قرآني لمنن يا الله يا حقيقة نها يقوم. ويبدعون من توقف في القرآن. أهل السنة ونمفجر مبتدع يلي ليتوقف قد كقرآن أو أقسم لفظي بالقرآن مخلوق، yani matamshi ya Qur'ani ni yenye kuumbwa, ile kutamka Qur'ani ndio kumeumbwa. Huyu pia ni mzushi anayesema hivyo. Kwa hiyo khulasa ndio hiyo, Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayakuumbwa, yaliyoteremshwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wasita wa Jibril, kwa matamshi ya Kiarabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa kwa kuyasoma, yenye kuandikwa katika misahafu. Hii ndiyo maelezo kamili ya Qur'an. wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwa al-karimul munzalu. wa aqulu fil Qur'ani ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. الأسماء والصفات توقيفية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. نaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu amesema walmustafa alhadi, na mtume mwenye kukhitariwa, mwenye kuongoza, wala ataawalu, wala sifanyi ta'wil. Sifanyi ta'wil nikapotosha matamko yao nikayapeleka kwenye maana nyingine. wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala ataawalu. jalla jalaluhu ay adhuma jalaluhu subhanahu wa ta'ala, utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. والمصطفى أي المجتبى والمختار على سائر رسل الله تعالى. تومي المصطفى من يكختاريوا
kwamba ndiye mtume bora kuliko wengine. Qala Allahu ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, Allah anawakhitari katika malaika mitume wake, pia katika watu anawakhitari ambaye ni mtume bora. Katika malaika bora ni Jibril, na katika watu mtume bora ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، الله amekhitari Kinana katika watoto wa Ismail, akawakhitari Makuraish kutokana na Kinana, halafu akakhitari katika Makuraish Bani Hashim, akanikhitari mimi katika Bani Hashim. قوله الهادي أي هداية إرشاد وبيان، والمصطفى الهادي mtume mwenye kuongoza. Hii ni hidayat irshad wa bayan, si hidayatu tawfiq. hii ni hidayatu irshad wa bayan. Qala ta'ala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wewe unaongoza kwenye njia iliyonyooka. Ayu hidayah hadi? Hidayatu irshad wa bayan, hidayah ya kuongoza na kuweka wazi. Ama hidayatu tawfiq, hii ni min Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. والمصطفى الهادي ولا أتأول، قوله ولا أتأول أي لا أصرف لفظها من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. sitoi matamshi yake kuyaondoa katika ihtimal yenye nguvu kuyapeleka katika ihtimal marjuh, ihtimali iliyoshindwa nguvu. la ataawalu ay la asrifu lafdhaha min al-ihtimali ar-rajih ila al-ihtimali al-marjuh. والتأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. hii ndio ta'wil. Ta'wil ni kutoa lafzi, matamshi kuyatoa katika ile ihtimali ambayo ina nguvu, kuyapeleka katika ihtimali yaliyoshindwa nguvu kwa dalili ambayo inakutana na hiyo. ta'wil. يقول هنا الشارح فائدة: لفظ التأويل الوارد في الكتاب والسنة وعند السلف الصالح يطلق على إطلاقين. لفظ لتأويل، neno hili ta'wil. lafdhu ta'wil lililokuja katika Qur'ani na Sunna na kwa salafu salih, hili lina maana mbili. ahaduhuma, maana ya moja ya kwanza, bimaana tafsir. التأويل بمعنى التفسير. فيقول القائل تأويل الآية كذا أي تفسيرها كذا. تأويل يا آية هي كذا معنى yake tafsiri yake ni kadha. Hapa ta'wil ina maana ya tafsir. Hii ni maana ya kwanza. الثاني التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ta'wili ina maana ya hakika ile ambayo yaulu ilaiha shay, kile kitu kitafuatia kwenye hakika ile. fata'wilu sifati llahi ay haqiqatu sifati llah. hii ni maana ya pili. ta'wilu sifati llah, yani hakika ya sifa za Allah. hapa ta'wili ina maana nini? hakika. وتأويل الرؤيا أي حقيقة الرؤيا. تأويل الرؤيا إن معنى حقيقة الرؤيا، وحقيقة والنوت.
كما أخبر الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل, huu ndio uhakika wa ndoto yangu ya huko nyuma. Hii ni maana ya pili ya ta'wil. Wa hunaka ma'na thalith lit-ta'wil, na kuna maana ya tatu ya ta'wil. Hadha hadatha ba'da iftiraqi al-umma, maana hii imezuka baada ya umma kufarikiana. maana gani? Wa huwa sarfu al-lafzi min al-ihtimali ar-rajih ila al-ihtimali al-marjuh lidalilin yaqtarinu bihi, ni kuondoa matamshi kutoka katika ihtimal, uwezekano ambao una nguvu, kuyapeleka katika uwezekano ulioshindwa nguvu kwa dalili inayokutana nayo. Wa hadha lahu halan, na hii nayo ina hali mbili. Alhalu alula an yakuna ad-dalilu sahihan was-sarifu 'an al-ma'na ar-rajih ila al-ma'na al-marjuh sahiha, ni kuwa dalili ni sahihi na ile yenye kuondosha katika maana yenye nguvu kupeleka katika maana iliyoshindwa nguvu pia ni sahihi. Yote ni sahihi dalili zake. Fafi hadhihi alhala yakunu hadha at-ta'wil sahiha, katika maana hii ta'wili hapa itakuwa ni sahihi, sababu pande zote mbili ina dalili na dalili ina nguvu. الحال الثانية, hali ya pili, an yakuna at-ta'wil bighairi dalil, ni kuwa ile ta'wil ni bila dalili wala hoja yoyote. Bal ahyanan yakunu mukhalifan lid-dalil, bali mara nyingine ta'wili inakuwa ina khalif dalili. Wa hadha huwa at-ta'wil al-batil, hii sasa ndio ta'wili ya batil, kinyume cha hii ya kwanza. Hii ya kwanza kwa sababu ina dalili, inaweza ikawa ta'wil ni sahihi kwa sababu ina dalili, lakini hii hali ya pili ni ta'wil bila dalili yoyote, bali inakuwa ina khalif dalili. Hii ta'wili hii itakuwa ni batil. فالمؤول يأتي مثلا إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى, yule mwenye kufanya ta'wil kwa mfano anakuja katika neno la Allah subhanahu wa ta'ala, aya hii arrahmanu ala al-arshi istawa, Allah amelingana sawa juu ya arshi yake. Fayataawalu an-nass adh-dhahir ila ma'nan akhar ba'idan jidda au ba'idin jidda, anaitoa maana ya nafsi ya dhahir anapeleka kwenye maana nyingine iliyo mbali sana. Fayaqulu istawa bimaana istawla. Almuawil hadha yuawil, anasema istawa ina maana istawla, ametawalia arsh. Arrahmanu ala al-arshi istawa, Allah ameitawala arshi yake. Hii ni maana ambayo iko mbali, amefanya ta'wil ila ma'nan ba'idin jidda, maana iko mbali na sawa. Wa hadha batil, hii ni batil, ta'wili hii ni batil. والصواب أن يقول استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا نؤوله ولا نشبهه. Allah subhanahu wa ta'ala amelingana sawa juu ya arshi yake, istiwaan yaliqu bijalalihi wa adhamatihi, kulingana sawa kunakofanana na utukufu wake. Hii ndiyo tafsiri sahihi ya arrahmanu ala al-arshi istawa, kwa sababu hakuna katika lugha ya Kiarabu istawa kwa maana istaula, hakuna katika lugha ya Kiarabu. Katika lugha ya Kiarabu hakuna istawa kwa maana istaula, hakuna. Kwa hiyo hii ndiyo ta'wili ambayo ni batil, ambayo haina dalili yoyote. Kwa hiyo ahlus sunnati wal jamaa
wanasema hivi alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ar-rahmanu ala al-arshi istawa, lakini wanasema istiwaan yaliqu bijalalihi wa azamatihi. Allah amestawi, amelingana sawa katika arshi yake, kulingana sawa kuna kufanana na utukufu wake, hakufanana na kiumbe chochote. Istiwa yake haikufanana na istiwa ya kiumbe chochote katika viumbe vyake. Hii ndio itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. ولهذا قال شيخ الإسلام وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. sifanyi ta'wil katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, haifai kufanya ta'wil. يقول الشارح معنى البيت: يقرر المصنف رحمه الله في هذا البيت مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. katika ubeti huu mtungaji anathibitisha rahimahullah katika beiti hii madhhab ya ahli sunnati wal jamaa katika kuthibitisha majina ya Allah na sifa zake, haithu innal asmaa was sifati tawqifiyya la majala lil aqli fihima. Majina ya Allah na sifa zake ni tawqifiyya, tayari yamewekwa, hakuna nafasi ya kutia akili yake mtu katika majina ya Allah na sifa zake. لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. usijiingize katika jambo ambalo huna ujuzi nalo, sababu masikio, macho, moyo, vitu hivi vyote vitakwenda kuuliziwa siku ya kiyama. pia Allah subhanahu wa ta'ala sema: qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah ameharamisha hivi. Allah sema hakika ameharamisha Mola wangu mambo machafu yaliyodhihiri na yaliyojificha, na madhambi na dhulma bila ya haki. Pia ameharamisha kumshirikisha Allah na vitu vingine, vitu ambavyo hakuviteremshia hoja yoyote. Pia Allah ameharamisha kusema juu ya Allah vitu msivyovijua. Mtu hatakiwi aseme kitu ambacho hakijui. ثم قال الشارح: ولإثبات الأسماء والصفات لله تعالى طريقان لا ثالث لهما. وكثبتisha majina ya Allah na sifa zake kuna njia mbili, hakuna njia ya tatu. الطريق الأول الكتاب، الطريق الثاني السنة النبوية الصحيحة. kuthibitisha majina ya Allah na sifa zake kuna njia mbili, hakuna njia ya tatu. njia ya kwanza alkitab, Qur'an. njia ya pili as-sunnatu an-nabawiyya sahiha, hadithi za mtume sahihi. hizi ndio dalili ya kuthibitisha majina ya Allah na sifa zake. kwa hiyo majina ya Allah na sifa zake hayafanyiwi ta'wil. si itikadi ya ahli-sunnah wal jamaa kugeuza majina ya Allah au sifa zake kwa kuyafanyia ta'wil na kuyafasiri kwa maana nyingine. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، قال: إن أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنهم لا يثبتون لله إلا ما أثبته الله بنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات. majina ya Allah na sifa zake ni tawqifia, yameshawekwa, kwa maana ya kwamba hawamthibitishii Allah isipokuwa yale ambayo Allah ameithibitishia nafsi yake katika kitabu chake, au amemthibitishia mtume wake katika hadithi zake, katika majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. wala yuthbituna shay'an bimuqtada uqulihim wa tafkirihim,
Ahlusunnati wal jamaa hawathibitishi kitu chochote kwa muktadha wa akili zao na fikra zao, la, hawatii akili zao na fikra zao katika majina ya Allah na sifa zake. Wala yanfuna anillah ma nafahu an nafsihi fi kitabihi au nafahu anhu rasuluhu fi sunnatihi, la yanfuna anhu bimujibi uqulihim wa afkarihim. Hawamkanushii Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa yale ambayo Allah mwenyewe ameikanushia nafsi yake katika kitabu chake au amemkanushia mtume wake katika hadithi zake. Hawamkanushii Allah kwa mujibu wa akili zao na fikra zao. Fahum la yatajawazuna alkitaba wassunnata fi dhalik. Ahlusunnati wal jamaa hawakiuki Qur'ani na sunna katika sala hilo, sala la majina ya Allah na sifa zake. Hawakiuki Qur'ani na sunna, wanakwenda kwa mujibu wa Qur'ani na sunna peke yake. Hawatii akili zao wakafanya taawil katika majina ya Allah au sifa zake. وما لم يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته كالجسم والجوهر فهم يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم. jambo ambalo haliko wazi katika Qur'ani na Sunna kulikataa wala kulithibitisha, hili pia Ahlusunna wanatawakaf kwa kulingana na msingi huu mkubwa. Jambo ambalo halikutajwa katika Qur'ani na Sunna, na Ahlusunna nalo wanalinyamazia, wao nao wanalinyamazia, hawaliingilii. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أما الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة فإنهم بنوا مذهبهم على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم. الجهمية أصحاب جهم بن صفوان na wanafunzi wao ambao ni Mu'tazila na Ash'ira, hawa wamejengea madhahabu yao kwa msingi batili walioweka kwa nafsi zao. Msingi gani? wa huwa anna ithbata hadhihi sifat yaqtadi tashbiha. Msingi wao batili ni huu, kwamba kuthibitisha sifa hizi za Allah huku kutapelekea kumfananisha Allah na viumbe vyake. Huu ndio msingi walioweka ambao ni msingi batili. Wanasema ukimthibitishia Allah sifa, sasa utamfananisha na viumbe vyake. Fayalzamu hiyala nusus alwarida bidhalika ahadu amraini indahum, imma tawiluha wa imma tafwidhuha. Hapa ndio wamekwenda katika maslaki hii, ima kuzifanyia tawil sifa zake au kuzitengemeza kwa Allah, maa i'tiqadi anna dhahiraha ghairu murad, pamoja na kuitakidi kwamba dhahiri yake sio yenye kukusudiwa. Hii ni itikadi ya nani? Jahmiya na wanafunzi wao kina Ash'ira na Mu'tazila. Wanasema ukimthibitishia Allah sifa, wewe itabidi umfananishe na viumbe vyake. Shafahamu? Ukisema Allah ni msikizi, anasikia, tayari ushamfananisha na viumbe vyake wanaosikia. Wanadamu si wanasikia, wanyama si wanasikia pia. Sasa ukisema Allah anasikia, tayari umemfananisha na viumbe vyake. Hii ndio itikadi potofu ya hawa Ash'ira na Jahmiya na vikundi vingine Mu'tazila na vinginevyo. ولهذا يقول ناظم عقيدتهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ni kitabu gani kilichonabeti? Ayub. wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwiluhu aw fawwid wa rum tanziha. Wale waliosoma madhhabu ya Ash'ira wanakijua kitabu gani? na Al-Jawhar. Sahih, Al-Jawhar. Wanasema kila nas yani aya au hadithi ambayo imedhanisha tashbih
kumfananisha Allah na viumbe vyake, awilhu, ifanyie ta'wil, au fawidh, au itegemeze kwa Allah, warum tanziha, taka kumtakasa Allah na kufanana na viumbe vyake. Sasa hii si Qur'ani wala si hadithi, ni maneno tu ya umshairi katika Ash'ari. Sasa hii ndiyo tegemeo lao kubwa. Vipi utategemea maneno ya mtu ukawacha Qur'ani na hadithi? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, Allah anasema. Sasa kwa nini ufuati aya ya Allah wafuata maneno ya mwenye jauhar, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwiluhu au fawwidh wa rum tanziha, waacha maneno ya Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Sasa utasemaje Allah hasikii? Si manifahamu? Tayeb, Jahm ibn Safwan, huyu ndio aliyenukuu au walionukuliwa wale Jahmiya. Jahmiya asli yao ni Al-Ja'd ibn Dirham, ndio alileta madhhabi mbaya hii ya Jahmiya ya kukataa majina yote ya Allah na sifa zake. Jahmiya wanakataa majina yote ya Allah na sifa zake, wanazikataa zote. Wanasema Allah si rahim, hana rahma, Allah si mpole, Allah si mjuzi. Kila sifa unayojua ya Allah iliyothibitishwa katika Qur'ani na sunna za mtume wanazikataa. Hawa wanaitwa nini? Jahmiya. Kuna bedui mmoja wanasema alikwenda katika darsa ya huyu Jahm ibn Safwan, akasikiliza vile anavyokataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasikiliza ile darasa yake, watu wamemzunguka wamsikiliza, na yule bedui mmoja yupo pale anamsikiliza Jahm na ile akida yake mbaya ya kukataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema yule bedui, ala inna jahman kafirun bana kufruhu wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafar laqad junna jahmun idh yusammi ilahahu sami'an bila sam'in basiran bila basari aliman bila ilmin radiyan bila ridha latifan bila lutfin khabiran bila khabari ayurdhika أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر مليح بلا ملح بهي بلا بها طوي بلا طول يخالفه القصر حليم بلا حلم وفي بلا وفا فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر. hamjafahamu? Asema ubedui, ala inna jahman kafirun bana kufruhu. Jahm ni kafiri, Jahm ibn Safwan huyu ni kafiri na ukafiri wake umedhihiri. Wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafar, na aliyesema leo atakayesema maneno ya huyu Jahm pia naye amekufuru. Vipi? Yakulu laqad junna jahmun, Jahm kapata wazimu. Idhi yusammi ilahahu sami'an bila sam'i, kwa sababu anamuita Mola wake sami'an bila sam'i, basiran bila basar. Allah ni mwenye kusikia lakini hasikii, ni mwenye kuona lakini haoni. Si wazimu huo? Huo ndio wazimu wa Jahm. Wasema aliman bila ilmu, ni mjuzi lakini hana ilmu. Sasa ni mjuzi wa vipi huo? Radhiyan bila ridha, mwenye kuridhia lakini hana radhi. Latifan bila lutfin, mpole lakini bila upole. Almuhimu Jahm bin Safwan anakataa sifa za Allah zote. Ndio huyu bedui akisema ana wazimu na amekufuru Jahm. Asema ayurdhika allau qala ya Jahm qailun, hivi wewe waridhia ya Jahm kwamba msemaji angesema abuka mru'un hurrun khatirun bila khatarin malihun bila mulhin
bahiyun bila baha. Wewe utaridhia wewe mtu kusema kwamba baba yako ni mtu ana hatari lakini bila hatari, mpole lakini hana upole, ana akili lakini hana akili? Wewe ungeridhia? Mrefu lakini hana urefu, usingeridhia ukiambiwa baba yako aambiwa hivyo. Jawadun bila judin, mkarimu lakini hana ukarimu. Qawiyun bila quwa, ana nguvu lakini bila nguvu. Kabirun bila kibar, mkubwa lakini bila ukubwa. Saghirun bila sighari, mdogo bila udogo. Halafu mwisho anasema fa innaka shaytanun bu'ithta li ummatin tusayyiruhum amma qaribin ila safari. Anamwambia wewe ni shaitani, wewe umeletwa kwa umma, tusayyiruhum amma qaribin ila safari, ili wafanye kwa muda mdogo tu wafanye wafe, waingie motoni kwa akida yako potofu. Kwa hiyo itikadi ya Jahmiya na ndiyo itikadi ya Mu'tazila na Ash'ira kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote hawa Jahmiya, ashabu au atba'u Jahm ibn Safwan. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.